Karibu tena kwenye uchambuzi wetu. Leo tunaingia moja kwa moja kwenye lile swali lako kuhusu pesa zako. Yaani kujua zinaenda wapi hasa. Tumepitia zile dondoo ulizotupa, mchanganyiko wa makala na noti zako mwenyewe. Ndio. Na lengo letu ni kukusaidia kuchuja yale makosa matatu maalum, unajua, yale yanayoweza kukugharimu bila hata wewe kujua, kama yalivyojitokeza kwenye vyanzo vyako. Sawa kabisa. Basi tuanze na lile la kwanza linalojirudia sana kwenye maandisho yako: kutokuwa na utaratibu, yani mfumo wote wa kufuatilia matumizi. Kwa nini hili ni tatizo kubwa kiasi hicho, tukizingatia yale yaliyosemwa kwenye vyanzo? Ni tatizo kubwa kwa sababu kama ilivyoelezwa kwenye moja ya hizo makala zako, kutofuatilia ni kama unajaribu kuendesha gari gizani. Bila taa. Bila taa kabisa. Pesa zinapotea kwenye vitu vidogo vidogo, unajua, vile ambavyo ukivijumlisha vinakuwa vingi sana. Chanzo kimoja kinavita matumizi hewa, yale ambayo huyaoni lakini yanakula bajeti yako kimya kimya. Matumizi hewa, hiyo kali kweli. Na kuna takwimu kwenye ripoti nyingine ulionyesha pale, asilimia fulani ya kipato inapotea hivi hivi tu. Kupoteza pesa bila kujua. Na suluhisho, vyanzo vinapendekeza nini hasa? Suluhisho linalosisitizwa zaidi ni kuanza kutumia zana, hata kama ni kitu simple. Kama nini labda? Inaweza kuwa kitu cha kisasa kama app kwenye simu. Ulitaja YNAB kwenye noti zako, ile falsafa ya kila shilingi ipe kazi. Au hata kitu rahisi kama daftari dogo tu, unachukua, unaandika. Muhimu si zana yenyewe, bali kile kitendo cha kufuatilia, kujua haswa kila senti inaenda wapi. Ni kama kuwasha taa kwenye chumba cha fedha zako, kama chanzo kimoja kilivyosema, ambalo linajitokeza sana kwenye makala za kisasa ulizotupa. Lipi hilo? Matumizi makubwa kupitia njia zisizo za pesa taslimu, yani kadi, simu. Unajua, imekuwa rahisi mno kulipa, labda rahisi kupita kiasi. Ndiyo kabisa. Na hapa ndipo panapovutia. Kama ulivyoona kwenye ule uchambuzi wa saikolojia ya matumizi, kuna hii dhana ya kutokuwa na uchungu wa malipo. Kutokuwa na uchungu kivipi? Yani, unapotumia kadi au simu, huhisi ule uzito wa kutoa noti halisi mfukoni. Kweli. Inakuwa kama namba tu kwenye screen. Matokeo yake, kama ile blog post ya Fintech ilivyosema, ni rahisi mno kuvuka budget uliopanga. Unakuja kugundua mwisho wa mwezi tu, kumbe nilitumia kiasi hiki. Lakini vyanzo vinakubaliana kweli kuhusu hili? Nakumbuka kusoma pia faida za urahisi na usalama wa malipo ya kidijitali kwenye moja ya makala zako. Hapo hakuna mgongano. Ni swali zuri hilo. Hakuna mgongano hasa, ila ni ushauri wa kuwa na uwiano. Vyanzo vinakubali urahisi upo na usalama pia. Sawa. Lakini vinasisitiza haja ya kuwa na mikakati ya kudhibiti. Moja ya mapendekezo mazuri kutoka kwenye noti zako ni kutumia ule mfumo wa bahasha za pesa taslimu. Bahasha. Kama zamani. Kama zamani, lakini kwa matumizi maalum. Labda yale yasiyo ya lazima, kama starehe au kula nje. Unatenga kiasi fulani kwenye bahasha. Halafu ukiona inaisha, unajua kikomo kimefika. Kuona pesa halisi ikipungua kuna athari tofauti kisaikolojia. Ni kuchanganya urahisi wa dijitali na nidhamu ya pesa taslimu. Mkakati mzuri huo, kuchanganya. Sasa tukiunganisha haya mawili, kutofuatilia na urahisi huu wa kidijitali, inaleta hatari ya tatu iliyotajwa kwenye vyanzo vyako, hasa vile vya kibenki. Kupuuza taarifa zako za kifedha. Wengi wetu tunazipokea tu kwenye email, tunaziacha. Lakini gharama yake inaweza kuwa nini hasa? Hapa sasa ndipo usalama na usahihi vinapoingia kwa nguvu. Kama ile ripoti ya Benki Kuu uliotupa inavyoonyesha wazi. Kupuuza hizo taarifa kuna kuweka kwenye hatari kubwa. Hatari gani? Unaweza kukosa kuona makato yasiyo sahihi, ada zilizofichwa ambazo hukutarajia, au mbaya zaidi, ulaghai kabisa. Shughuli za ajabu kwenye akaunti yako. Hiyo ni pesa inayopotea moja kwa moja. Ni kama unaacha mlango wazi kwa uwezi wadogo wa kifedha. Inatisha kidogo hiyo. Na vyanzo vinatoa ushauri gani wa kufanya huu ukaguzi usiwe kama kazi kubwa,
maana inaweza kuchukua muda kweli. Ushauri mkuu ni kujenga mazoea. Usisubiri mwisho wa mwezi ambapo taarifa ni ndefu. Panga muda mfupi kila wiki, labda dakika 15 tu, Jumapili jioni labda. Pitia tu miamala yako ya benki, kadi ya mkopo, angalia kama kila kitu kiko sawa. Dakika 15 tu kwa wiki Inatosha kabisa kwa wengi. Fikiria kama ukaguzi wa afya wa fedha zako, kama ilivyoelezwa kwenye moja ya makala. Ni hatua ndogo, inaweza kuzuia matatizo makubwa sana na kukuokoa pesa. Sawa. Kwa hiyo tukijumlisha haya yote kutoka kwenye vyanzo ulivyotupa, kutofuatilia matumizi, kuendeshwa na urahisi wa kidijitali, Ndiyo. na kupuuza taarifa za kifedha, yote haya yanarudi kwenye kitu kimoja: ufahamu na udhibiti. Kabisa. Kujua nini kinaendelea na pesa zako. Sasa ukifikiria hali yako binafsi, wewe msikilizaji, kati ya haya matatu, ni lipi unahisi linakugusa zaidi au linahitaji umakini wako wa haraka? Kwa muhtasari, kama vyanzo vyako vinavyoonyesha, kwa pamoja kujenga tabia ya kufuatilia pesa zako, kuwa mwangalifu zaidi na matumizi ya kidijitali, halafu kupitia zile taarifa zako mara kwa mara. Hizi ndizo nguzo kuu za kuziba ile mianya ya uvujaji wa fedha. Kujenga msingi imara zaidi. Hasa. Na tunakuacha na wazo hili moja la kutafakari zaidi, linalojenga juu ya haya tuliyojadili. Baada ya kuanza kugundua wapi pesa zako zinapotea, labda swali linalofuata na pengine lenye kina zaidi ni kwa nini unatumia kwa mtindo huo? Swali zuri hilo. Je, kuna tabia gani, hisia zipi au vichocheo gani nyuma ya maamuzi yako ya matumizi? Hilo ni eneo jingine la uchunguzi binafsi, labda kwa wakati mwingine.